Okay, mfano wa ugumu wa kujitoa katika mazingira ambayo watu tunasema bwana sio mazuri. Mtu ajitoe na nini apambane. Mfano tuseme labda mwanamke anataka, yani ndo amesha soma yuko mtaani anajitafuta. Yani mwanamke ambaye yupo katika mazingira labda ya Kiswahili sana yale, anataka kupambana, ajitoe katika maisha yale, aingie katika maisha mengine ya kistaarabu na mazuri zaidi. Yani njia yake ni ngumu sana. Njia yake ni ngumu sana. Yani ambayo pia ugumu unasababishwa na yeye mwenyewe na mwili wake. Kwa sababu mwili una tamaa zake, kuna muda anajisikia hamu za hivi na hivi, na wewe unamwambia bwana pambane kihalali ajitoe. Wakati na mwili wake yenyewe unamhamasisha kufanya kitu fulani, na tumbo lake. Nakumbuka misingi ya akili yake na yenyewe haikupewa yani vyanzo vizuri vya maarifa sahihi. Umeona, kwa hadi ufikiri wake unajikuta yani kwamba yeye akisema bwana aanze kupambana maisha, unakuta kazi ya kwanza labda anaweza kuifanya wakati uko mdogo mdogo ni kusaidia mama ntilie. Hii ndo kazi ya mapema kabisa, kwa sababu kuna mama mdogo wake sijui au nani anauza chakula. Kwa hiyo unakuta hiyo ndo kazi ya mapema, au ajiliwe dukani kwa mtu, which is ni mambo yale yale. Ukishajiliwa dukani ukawekwa pale, wanaume wakawa wanapita pita, miaka nenda miaka rudi, ndugu yangu wewe nani usishawishiki. Na wengine kila mtu anakuja kwa njia zake tofauti tofauti. Mwingine labda anasema ajitoe katika mazingira yale yalipo, anaanza labda kushona nguo, ndo anaweza kusema bafundi yeye. Lakini hiyo nao sio kama mchakato kwamba eti ndo uhakika eti watu unawashonia ni wale wale, mazingira uliokaa kusubiria wateja ni hayo hayo. Kwa hiyo kujitoa katika umaskini au katika mazingira fulani ambayo hauyataki ni swala gumu sana. Kwa hadi kwa mtoto wa kiume hivyo hivyo, kazi ya kwanza anaweza kuipata haraka haraka saidi ya fundi, anaenda kukutana na watu wale wale wanavuta bangi kwa wanajenga nyumba labda. Kwa hiyo mtu ambaye anapambana atoke katika umaskini sio swala dogo, ni swala za kimifumo. Yani mifumo itengenezwe na watu wapewe elimu na mazingira sahihi.